Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nachukua nafasi hii kwa namna ya pekee kuwasalimuni katika jina la Bwana Yesu. Jina pekee kabisa, jina lililokuu, jina ambalo ni tamu. Kuna nyimbo nyingi zimetungwa kwa ajili ya jina hili, thibitisha ya kwamba ni jina tamu ambalo linaleta raha katika maisha ya wanadamu. Lakini sasa Bwana aliyekuhuruku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Bwana Yesu asifiwe. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Wendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli. Nimetoa na Mwokozi wako, nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Asante Baba yetu kutupatia nafasi hii ya pekee. Neno lako liko katikati na mbele yetu, na kualika wewe uliye Bwana, simama katikati yetu, sema pamoja nasi. Chombo hiki cha kibinadamu kinachowasilisha kiwe sauti tu, lakini ujumbe mwafaka utoke hapa na uiguse mioyo yetu. Unaposema na sisi, utuinue, tuunganishwe nawe, katika jina la Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Kuzaliwa ni tukio ambalo jamii ya wanadamu inalitarajia karibia kila wakati, kila mahali, kila kona. Hata kama utafiti wangu nilio nao si wa kisayansi, lakini ni kama kwenye maeneo kama haya ya Simiyu iko miezi ambayo wadada wa mama wengi wanakuwa wajawazito, na ile familia nyingi hutarajia kupata mtoto. Kuna miezi fulani, nimefanya tu utafiti wa kutazama, yani kwa mzee, napopita huko Simiyu miezi fulani, nagundua kupita kwa hiyo unakutana na dada mjamzito, kupita hapo unakutana na dada mjamzito, mama mjamzito. Na familia nyingi zinatarajia mtoto aweze kuzaliwa. Swali hili mchana leo, huyo mtoto anazaliwa kwa kusudi gani? Kichwa cha somo letu kinasema kuzaliwa kwa kusudi. Kuzaliwa kwa kusudi. Miaka 430 ilikuwa imepita, Israeli wateseka katika nchi iliyojulikana kama Misri, na hata leo jina lake halijageuka. Israeli, watoto waliopendwa na Bwana, watoto wa Yakobo waliotokana
na wale wana 12 wa mzee Yakobo. Na wakati maisha yake yanaelekea mwisho, kila mmoja akapokea baraka. Yakobo akalala, kawaacha watoto wake mikononi mwa ndugu yao Yusufu. Na hata hivyo kadri miaka iliyoenda, kwa sababu maisha lazima yafikie mahali fulani kama ukomo wake. Yeye ananiambia sura ya kwanza ya kitabu cha Kutoka mstari wa 8. Sura ya kwanza kitabu cha Kutoka mstari wa 8, Biblia inaniambia jambo fulani la msingi sana. La msingi sana. Basi fungu la 8, akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Asiyemjua Yusufu. Ilihangaika sana kutaka kujua. Hivi ni kweli alikuwa hajui kwamba kulikuwa na Yusufu? Hata katika taifa letu la Tanzania, ukifuatilia zaidi ya miaka 100 hata 200 iliyopita, kuna historia zinaandikwa. Kuna watu walifanya mambo kadha wa kadha. Inakuwaje huyu katika taifa hili lenye ustaarabu wa hali ya juu, watu ambao walikuwa mbele hata kwa lugha na maandishi? Inakuwaje watu waliotunza kumbukumbu za miaka mingi? Inakuwaje nilipokuwa najifunza wanateolojia neno hakujua imetumika neno ya likileta maana hii. Hakutaka kutambua. Hakutaka kutambua kwamba huko nyuma aliwahi kuishi Yusufu ambaye alileta mabadiliko makubwa katika nchi ya Misri, hasa kipindi kile njaa ya miaka 7 ilipotokea, ambayo ilifuatia miaka 7 ya shibe, na ikaja miaka 7 ya njaa ambayo ilimsababisha mfalme Farao asimame na kutamka, tumpate wapi mtu kama huyu ambaye roho ya Mungu inakaa ndani yake? Huyu mfalme Farao wa kipindi hakutaka kutambua. Unajua marafiki zangu, nataka niwaambie tu mchana wa leo, ziko nyakati hata wale ambao unadhani wangekutambua hawawezi kabisa kutambua. Hawawezi kabisa. Ziko nyakati unataka kutambulikane, labda kwenye hadhira, labda kwenye hadhara, lakini unashangaa wale ambao ungedhani wangekutambua hawako tayari kukutambua. Unafanyaje katika nyakati za namna hiyo? Yusufu alikuwa amelala. Na nataka nikwambie mchana wa leo, wako wanaume wengi na wanawake wengi ambao wanagombana na maiti, wanapambana, wanafanya vita na watu waliokwisha kulala. Na mchana wa leo naomba nikuulize, ni vita ya namna gani? Unapigana vita na nani? Na maiti ya aina gani? Wengine wana vita na babu zao. Babu zao walilala miaka mingi. Katika historia inasemekana babu ndiye alisababisha familia yetu ikaingia katika zahama hii. Ana vita na babu yake. Pambana na jina tu. Wengine wanapambana na baba zao ambao walikwisha kulala zamani, hawako duniani. Nataka nikwambie mchana wa leo, ikiwa una vita vya namna hii, saa imefika ya kufanya mageuzi. Mfalme Farao akapambana na maiti ya Yusufu na hakutaka kutambua ya kwamba Yusufu alikuwepo. Na kwa sababu ya kutotaka kutambua ya kwamba Yusufu alikuwepo, akaanza kuwatesa wana wa Israeli, akawatwisha mizigo mizito, wakafanya kazi nzito ngumu. Wala ambao wamesoma historia mnaelewa ya kwamba yale tofali moja, kulikuwa na matofali mengine yana tani 1, na Waisraeli waliyabeba kutoka chini mpaka juu wakati wanajenga mapiramidi, makaburi ya mafarao. Tani 1, tofali 1. Walifanya kazi ya kufyatua matofali ya kuchoma. Na mnafahamu saa ilifika, kitu fulani kikatokea. Israeli wako katika zahama miaka 400 na
30. Tatizo lilikuwa ni nini? Kwa nini mfalme anakuwa na hofu? Fungu la 9 la kitabu cha Kutoka sura ya 1 aligundua ya kwamba kwa kadri aliyowanyanyasa wa Israeli, maana kitu cha kwanza alisema wafanyisheni kazi ngumu, watumikisheni kazi ngumu, kazi za chokoo, kazi za kitumwa, watumikisheni sana. Lakini cha ajabu, kwa kadri walivyowatumikisha, Israeli wakazidi kuongezeka. Haleluya, haleluya. Nataka kuwatia moyo wa marafiki zangu mchana wa leo. Inawezekana hata huko unakofanyia kazi umejikuta huko mahali ambako unatumikishwa kuliko kawaida, unaumizwa kuliko uwezo wako, na wakati mwingine unapewa kazi ambazo ni nje ya job description yako. Nataka nikwambie mchana wa leo, tulia miguuni pa Yesu. Tulia miguuni pa Yesu. Tulia miguuni pa Yesu. Wewe tulia tu. Yawezekana huyo mke wako anakutumikisha zaidi ya uwezo wako wa kawaida. Yawezekana huyo mume wako amekutumikisha. Neno la Bwana linasema alipoona ya kwamba wanazidi kuongezeka, wamekuwa wengi zaidi, ambao ndio ilikuwa agenda yake ya kwanza. Tumewatumikisha, wanaongezeka zaidi. Alichokifanya, akaweka mkakati ya kwamba sasa hakikisha ya kwamba watoto wa Kiebrania wa kiume hawazaliwi. Akizaliwa tu wa kiume akaandaa akina mama wawili, wakunga wawili, Pua pamoja na Shifra, akawapatia maelekezo. Huyu mfalme akawapa kazi, ambia inapotokea tu ninyi ndio wazalisha wa watoto wa Waebrania, maana ndio waliokuwa nishi maeneo ya Goshen, ambia hakikisha mfuatilie kila nyumba palipo na mjamzito, na mhakikishe wakati wa kuwazalisha kama ni mtoto wa kiume ninampenda Pua pamoja na Shifra. Ni nani atakayesimama kama hawa kina dada katika ulimwengu wa tamaa na rushwa na mambo yote mabaya na hongo ambazo hazina maelekezo au maelezo? Nani atakayesimama? Ni nesi wa namna gani atakayesimama kama Pua pamoja na Shifra? Daktari wa namna gani atakayesimama mchana leo kama Pua pamoja na Shifra? Walikuwa wamepewa agizo la mfalme. Wamepewa agizo la mfalme kuwaua watoto wa Kiebrania. Wakasema sisi tunamcha Mungu. Haleluya. Mungu anahitaji wanaume na wanawake ambao ni wacha Mungu, wanaweza wakasimama na neno. Haijalishi maelekezo yametoka kwa mfalme wa namna gani, watasimama na neno la Bwana. Jana tulikuwa hapa kwenye mikutano yetu wachangiaji, mtu mmoja akasimama akasema, akarejea maneno ya Yesu Kristo. Torati inasemaje? Imeandikwaje katika Torati? Kama unataka kusalimika, kuna mahali pengine ambapo kwenye usalama, simama na neno la Bwana. Hawa kina dada, amri ya mfalme haikuwa tishio kwao. Ni walimu wangapi leo, na haya ni ya kweli na yako hapa na ninyi ni mashahidi, na mimi siwafahamu, lakini taarifa tunazo. Ni walimu wangapi hata juzi waliondoka siku ya Sabato wakaenda kwenye semina, maana maagizo limetoka kwao. Wafanya biashara wangapi ambao hata sasa hivi ninavyoongea wako ndani ya kanisa, simu zao zina marejeleo ya miamala ya biashara. Saa imefika, saa imefika, watakatifu wa Bwana, saa imefika. Hawa kina dada wakasema la diwani na ili kama mfalme anatuua sisi na atuue, hatuwezi kuwaua watoto wa Kiebrania. Na ndipo mfalme akashangaa, watoto wa Kiebrania wanazaliwa, watoto wa Kiebrania wanazaliwa, na wakazidi kuongezeka, wakazidi kuongezeka. Mfalme akasema sasa kama hii njama imeshindikana, akaleta njama zingine. Nataka nikwambie mchana wa leo, mahali popote pale ulipo, adui shetani hajafurahia hata namna ulivyokaa, hata namna ulivyovaa, hata namna ambavyo umekuja kwenye ibada, namna unavyoishi na mke wako shetani hajafurahia, namna unavyoishi na mume wako shetani hajafurahia, namna unavyoishi na watoto wako shetani hajafurahia, namna unavyoongoza wale walioko chini yako shetani hajafurahia, namna unavyowaheshimu wale walioko juu yako shetani hajafurahia, namna unavyoishi na kuwahudumia wanajamii shetani hajafurahia. Na ameandaa njama. Yawezekana hatua ya kwanza ulipita, ya pili umepita, unazidi kuongezeka, shetani anakuja na mkakati mwingine.
mwingine. Je, utasimama? Waimbaji wa kwaya mtasimama? Will you stand? Ni kusema ndio ni haraka. Mkiambiwa msipige midundo ya dansi, mtasimama? Wacheza magitaa, mkiambiwa msipige reggae, mtasimama? Na wakati kanisa linasema hiyo ndio sisi inatufanya tujisikie na sisi ndio tumewachagua. Pastor Sweet, una matatizo. Nani atakayesimama? Wachungaji wenzangu, nani atasimama? Akina dada, mikakati kama inaandaliwa. Akina dada wakasimama, Israeli wakasimama, wakazidi kuongezeka. Mfalme Farao akasema, kama hivi, moja, amekuwa na hofu kwa kuwa wamekuwa wengi, lakini mbili, amekuwa na hofu, tatu, akasema ikiwa itatokea vita. Nataka nikwambie, ziko nyakati unabuni matatizo ambayo hayapo. Unajua mtu mwenye hofu hutengeneza matatizo ambayo hayapo na anakuwa mtaalamu. Tunataka tuende tukafanye uinjilisti mahali fulani, eneo hilo ni gumu sana, tulishajaribu hata mpaka tuite mwinjilisti kutoka labda Uingereza aje, tunahitaji pesa milioni 300 ili kufanya hiki. Hofu. Mfalme akajawa na hofu, akasema sasa mkakati uliopo ni watoto wote wa kiume watakaozaliwa kutoka katika jamii ya Waebrania ni kutupwa kwenye mto. Nikitupa mto, watoto wote ni kutupwa mto. Rafiki zangu, hii ni mikakati ya ibilisi mibovu ambayo kimsingi inaumiza. Na nataka niwaambie mchana wa leo, shetani hana furaha na wale wote ambao wanasimama kwa jina la Bwana. Hapa ndipo penye subira ya utakatifu, hawashikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Wale wote wanaosimama na kumtangaza Yesu Kristo kama Bwana, wakati dunia nyingine yote inamsema Yesu Kristo ni kitu tu cha kawaida, wao wanasimama na kusema ni Mungu na hana tofauti na Mungu Baba. Wakati hata baadhi majamii za Wakristo wengine wanasema yeye yuko chini kwa namna fulani, uweza wake na uungu wake uko chini kwa uungu wa Mungu Baba. Wanasimama na neno la Bwana, wanasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kupitia yeye, wala hapana chochote kilichofanyika pasipo yeye. Wanasimama kumtangaza ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu, na wanazishika amri za Mungu, wanatunza sabato ya Bwana. Shetani hawezi kuwa na furaha. Na nataka nikwambie, uko kwenye dunia ambayo huelewi tu ya kwamba umewekewa mikakati, ni mpaka macho yako ya kiroho yatakapofumbuliwa, ndipo utagundua njama ambazo ibilisi ameziandaa. Na kwa sababu Kristo wa Adventista wa Sabato hatujaelewa hili ya kwamba tumeandaliwa mikakati, ndio maana leo hii tunatamani sana kuishi sawa sawa na ulimwengu. Tunatamani tutembee kama wanavyotembea akina dada wa duniani, tutembee kama wanavyotembea akina kaka wa duniani, tuishi kama wanavyoishi akina baba wa ulimwenguni, tulee miji yetu na familia zetu kama wanavyolea watu wa ulimwenguni, tuimbe kama wanavyoimba watu wa ulimwenguni. Na leo kucheza dance kumehamia kwenye kanisa la Adventista wa Sabato. Tusike maiti zetu kama wanavyozika watu wa ulimwenguni, tulee wagonjwa wetu kama wanavyolea watu wa ulimwenguni, tuabudu sawa sawa na watu wa ulimwenguni, kwa sababu hatuelewi njama ambazo shetani ameziweka mbele yetu. Na hili ni jambo la kuumiza na linasikitisha. Israeli wakawekewa njama. Nataka nikwambie mchana wa leo, Mfalme Farao kwa wakati ule hakuelewa aliyekuwa anapambana naye. Hakuelewa ya kwamba alikuwa anapambana na wale ambao wamechagua kuongozwa na Mungu ajuaye yote. Bwana Yesu asifiwe. The omniscience, the omniscient God. Yeye hakujua hili. Hakuelewa ya kwamba alikuwa anapambana na watu ambao wanaongozwa na yeye aliye chanzo cha nguvu na mamlaka yote. The omnipotent God. Nguvu zote
zote zinaanzia kwake, zinamalizikia kwake. Hakulielewa hilo. Lakini jambo la tatu, hakuelewa ya kwamba alikuwa anapambana na watu ambao wanaongozwa na yeye aliye mahali pote, the omnipresent God. Yuko mahali pote, na mahali popote watoto wake walipo anawatazama. Na ndio maana Isaya kaandika akasema, ujapopita kati ya maji mengi, maji hayatakugarikisha. Mwali wa mto wa moto unao hautakuteketeza. Ghasia zilizoko duniani na mambo yote ya maumivu yaliyoko duniani hayawezi yakakuumiza ikiwa kweli umeamua kumtii Yesu Kristo. Miaka 430 ilionekana kizaazaa, miaka ya maumivu, miaka ya tishio, miaka ya maombolezo. Israeli wanalia, Israeli wakalia. Mwaka wa 1527 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, haleluya, mtoto akazaliwa. Amen. Mtoto akazaliwa. Akazaliwa mtoto. Akazaliwa mtoto. Akazaliwa mtoto. Wakati wa mfalme ambaye ni Farao aliyeitwa Thutmose, aliyetawala kuanzia mwaka 1539 mpaka 1514 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kutoka sura ya pili fungu la kwanza mpaka la 10 inaleta maana. Haleluya! Katikati ya dhahabu, katikati ya mahangaiko, katikati ya maumivu unayoyapitia, mtumishi wa Bwana, binti yangu, kaka yangu, na kama kuna baba yangu, mama zangu kama mpo, dada zangu, katikati ya zahama na maumivu makali unayoyapitia, nataka nikwambie Mungu ameandaa mpango kwa ajili yako. Haleluya! Wanawake wa Kiisraeli, kila mmoja alipokuwa anabeba mimba, alipokuwa mjamzito, alikuwa anatazamia azaliwe Masihi, azaliwe mkombozi. Na miaka ilikuwa inakwenda inakatika, kila anayezaliwa wanashangaa, ni wa ajabu tu vipi hivi, kila anayezaliwa ni wa. Nataka nikwambie mama, nataka nikwambie binti uliyeko hapa, ile siri mimba, ujauzito ulio nao, Mungu ana kusudi nao. Amen. Katokea baba mmoja katika nyumba ya Lawi, akaenda akaposa pia katika nyumba ya Lawi. Bwana Yesu asifiwe. Najua wengine vijana mnakimbia kwenda nje ya nyumba ya Lawi. Hayo unayoyapitia ni kwa sababu ya uchaguzi wako. Kilichoko mbele yako tu, wala sio maneno na sio maelezo mengi kwa wachungaji. Mchungaji, napitia uzoefu huu katika ndoa yangu mbaya, ni kwa sababu uliacha kwenda katika nyumba ya Lawi. Wewe binti, uliacha kwenda nyumba ya Lawi. Huko ulikokwenda sio kwenyewe, na hata umeshauriwa ukakataa. Uzoefu unaopitia, utakaopitia, hauhitaji maelezo mengi mbele za wachungaji. You're wasting your time for nothing. Toba ya kweli ndio inayohitajika. Amram, kijana wa Kilawi, akaenda katika nyumba ya Lawi, akamposa dada mmoja kwa jina la Yokebed, na wakaoana, wakafunga ndoa, wakazaa mtoto. Na yule mtoto akazaliwa katikati ya zahama, wakati watoto wote wa Kiebrania wa kiume wote wanatupwa mtoni. Kuzaliwa wakati watoto hawataki. Ni kipindi ambacho wajawazito wote, kama ingelikuwa katika kizazi cha sasa, mimba zote zingetolewa. Walikuwa waaminifu kwa Mungu, walielewa nini maana ya uumbaji kupitia kiumbe cha kibinadamu. Mungu anafanya uumbaji ndani ya tumbo la mtu, alafu yule mtoto anakwenda anatolewa na kuwekwa nje. Mfalme alikuwa ameweka watoto wote wa kiume wauawe. Sura ya pili inaniambia kitu cha ajabu sana. Inaniambia ya kwamba, ile sura ya kwanza inaniambia ya kwamba
kale katoto Musa baada ya kuwa kamezaliwa, ni sura ya 2, kakiwa kamezaliwa kale katoto, mama yake akakatazama. Unajua kama una ujauzito wa halali, una ujauzito halali na unaelewa maisha yako na mustakabali wa maisha yako, na umeandaa mustakabali kwa ajili ya hicho kiumbe kilichoko ndani ya tumbo lako. Bahati mbaya sana, watoto wengi wanazaliwa bila kuwekewa maandalizi. Anazaliwa hata mama hajui kwamba huyu mtoto atakuwa nani. Na ndio maana inapotokea mtoto tu anazaliwa, halafu anaanza kucheza karata, halafu mama anaanza kusema kanaelewa hesabu mama, kanaelewa hesabu, anajua kuwafunga wengine, anacheza draft, kanacheza mpira, halafu baba anatokeza, na huyu ndiye atakuwa mshabiki mwenzangu wa Yanga. Anazaliwa. Watoto wengi mlionao ni wale ambao kwa bahati mbaya sana mimba zimetokea na Mungu tu ameruhusu kwa sababu ya wema wako, na nini hamuelewi makusudi yake kwa sababu gani. Yokabeti na Amram walielewa makusudi ni nini. Wakati mfalme Farao anasema watoto wa wao, yule mama akakabeba kale katoto akakatazama, Biblia inasema kalikuwa kazuri. Haleluya, kalikuwa kazuri, hakakutambulishwa kama wengine mnavyotambulisha watoto wenu. Nataka nikutie moyo mchana wa leo, wewe ni mzuri. Watoto wa kiume mlioko hapa wote ni wazuri, ni wazuri. Maana shetani ana vitu vyake, shetani ana vitu vyake. Naomba mniangalie kwenye kichwa, niangalieni kwenye kichwa. Look carefully to my head. Kichwa changu kina uzito wa kilo ngapi? Hivi ni kweli kwamba ninapokuwa nikitembea natembea kichwa kiko hivi? Mmeshawahi kuniona nikitembea za hivi? Hata siku moja au za hivi? Au nililemea kiko hivi? Lakini nilipozaliwa tu, ni wakati naanza kuelewa wale wote waliopenda kunitania, nilikuwa naambiwa nitazame lenye kichwa kikubwa. Nikaanza kudhani kichwa changu ni kinyume, ni tofauti na wengine, na ikaanza kunitia hofu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, baada ya kugundua ya kwamba wamesema nina kichwa kikubwa, nikaanza kuambia nina kichwa kikubwa, maana hiki kinambeba mambo makubwa, hakibebi mambo madogo. Bwana Yesu asifiwe. Kama wamekutania, tazama hata unavyotembea, wewe ni maua ya Bwana, ndio maana unatembea hivyo, uko tofauti na wengine, and you can't be the same. Unatembea tu kidogo namna hivi, mwangalia anayotembea, na kuna visichana vingine vijini, wana hata anayotembea, hujui maua ya Bwana. Bwana ametengeneza kila mtu kwa namna yake. Usitegemee wote muwe mfanane kama wewe ulivyo. Hali kabisa ulimwengu mwingine. Nashangaa tu mama mmoja, wewe Pastor Sweet, njoo hapa tusalimiane. Njoo nikutambulishe kwa huyu dada. Dada tena. Anajitambulisha, mimi nilikuwa sijamuona, akataja jina lile la miaka 9 iliyopita. Na moyoni kakapiga shwa. From that very moment, Mungu akasikia. Mungu atakutegea sikio, kijana wangu, tulia kwa Yesu. Akawasikiliza kwa akili, halafu akawaona. Maana yake ni nini? Anasema akachunguza mambo yao, akayapima, akapata uzoefu wa mateso yao, akaamua kufanya kitu. Halafu akawaangalia. Maana yake ni nini? Eti akaweka katika ufahamu wake. Mungu ameweka mambo yake katika ufahamu wako. Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Naendea msamaha au nyingine. Hata nilikuwa nimeenda mbali,
lakini kumbe Bwana ananisikia. Naomba utembee uje hapa tuombe pamoja.